Yeah. Oi. Ni yule tena mpendwa wenu, rafiki yenu wa kila siku, yule ambaye anawaletea habari zile ambazo ni za kusisimua, za kufurahisha na za kuelimisha. Leo nipo katika kipindi cha kuburudisha na kuelimisha, lakini hiki tunaburudika zaidi kuhusiana na michezo na kutoa taarifa zile ambazo zinatokea katika viwanja. Lakini hapa nipo katika hatua ile ya kumsema yule gwiji na msemaji wa YouTube na mitandaoni, na YouTube wanamfurahia sana. Huyu sio mwingine, ni semaji la kafu, semaji la FIFA, anapenda kujiita hivyo, anaitwa Ahmed Ally. Ahmed Ally ni msemaji ambaye ana trend sana mitandaoni kwa watu kuonekana kwamba analeta viewers katika YouTube channel na mitandao mingine kama Instagram, TikTok. Ukimchukua Ahmed Ally ni kwamba watu watakusikiliza, watu watakupenda, watu watakufuatilia. Amekuwa ni kivutio sana katika vyombo vya habari na waandishi wa habari wengi wakiwa wanamtumia Ahmed Ally katika kukuza mitandao yao. Hii ni habari ambayo tumeileta sasa hivi kwa ajili ya matukio anayoyafanya Ahmed Ally mpaka kuonekana ni bonge la msemaji ambaye amekuwa amewasaidia watu kupata miemuko na biashara kubwa, na akiwa balozi wa watu wa vitu vingine. Hii habari tunaileta kama vile kusudi la kutaka kutoa wasifu wa Ahmed Ally tangu awe Simba Football Club. Asante sana. Kitu cha kwanza, endelea kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fab Digo nikiwa nataka kukupa ka story kama haka ambako kana takwimu ndani yake ambako Ahmed Ally amekuwa ni bora beta zaidi kuliko wengine. Kwa nini nitasema hivi? Utaona mwenyewe yale nitakayoongea mwanzo wa video mpaka mwisho wa video. Yes. Kama ni kweli wewe upo nami, basi subscribe hapo chini kwenye YouTube channel unaosikiliza, like na kucomment. Asante sana. Fab Digo nikiungurumisha maneno haya nikiyaleta kwenye masikio yako na moyoni mwako, wewe mpenda mpira na michezo, soka, kandanda, burudani ambayo sasa Mwenyezi Mungu ametunisaidia mimi mtumwa wenu au mtumishi wenu kuleta habari hii. Habari hii inaonekana kwamba ni habari pendwa kwa upande wa Simba Football Club, lakini kwa yule anayependa michezo atataka ajue kitu gani nataka kukiongelea. Kitu ambacho nataka kukiongelea mimi kinafahamika tu, yani kwamba Ahmed Ally tunataka tutaje takwimu zake zile ambazo anaziweza akiwa msemaji wa Simba Football Club. Tangia Ahmed Ally amekuja Simba Football Club baada ya Haji Manara kuondoka Simba Sport Club, ni kwamba wengi walikuwa na hawaamini kwamba Ahmed Ally anaweza kuvaa viatu vya Haji Manara, na Simba ilivyokuwa na mhitaji Ahmed Ally walimpigia simu na kusema wewe utakitosha hiki kiti. Lakini Ahmed Ally akawauliza swali viongozi wa Simba kwamba je, nyie mnaona kama nitaweza hiyo kazi? Viongozi wa Simba walisema ndio, tunaona kama wewe ndio mwenye kuvaa viatu vya Haji Manara. Wana Simba, viongozi wa Simba ndio waliomwamini Ahmed Ally, na Ahmed Ally yeye aliwauliza Simba, viongozi wa Simba, na walisema atatosha. Ahmed Ally alisema kama mmeniamini mimi naweza kufanya kazi, na kazi kawa hivi, kaanza kidogo. Kumbuka kwamba Ahmed Ally wakati anaingia Simba ndipo pale Simba ufalme wake wa miaka 4 ulishakuwa umepotea, yani kwamba Yanga walichukua ufalme wa Simba, na mpaka sasa hivi Yanga ndio wanaochukua makombe mengi hapa ndani ya Tanzania, ambapo Simba au Yanga inaonekana ni timu bora kuliko Simba kwa kipindi hiki Ahmed Ally akiwa Simba Football Club. Imagine kama wewe ndio ungekuwa Ahmed Ally, ungeweza kuongelea nini Simba wakati Simba hajachukua makombe miaka 4? Hapo ndipo swali na CV na wasifu wa Ahmed Ally unapokuja kuwa mkubwa, kwamba mimi kama Fab Digo namuona ni mwamba ambaye anaishi na njaa lakini bado ana survive.
Habari hii imekuwa hivi, yani kwamba Ahmed Ally tangu aje Simba Football Club hajachukua ligi kuu, hajawa msemaji wa ligi kuu ya Tanzania kwamba amechukua medali ya ligi kuu. FA hajai kuichukua, yani CRDB Cup. Hivi ninavyoongea na wewe ni kwamba mpaka leo hivi Yanga anaongoza kwenye msimamo wa ligi. Yani leo Simba ndo anaongoza, lakini si Yanga wakishinda leo na Fountain Gate, maana yake kwamba Ahmed Ally atakuwa tena yupo chini ya Yanga, maana Yanga atakuwa anaongoza kwa pointi 2. Bado anaonekana kwamba anaomba siku zote kwamba Yanga wabolonge, lakini unapomwombea adui njaa mwenzio, Mungu ndiye anayemsaidia. Lakini hapa lengo langu lilikuwa ni kipi? Kwamba namuongelea Ahmed Ally, huyu timu ambaye Simba haifanyi vizuri, lakini bado Simba ndo ina takwimu kubwa ya kuingiza mashabiki ndani ya uwanja kwenye nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Simba ndiyo inaongoza kuingiza mashabiki ndani ya uwanja. Ahmed Ally huyu ambaye timu yake ya Simba ambaye hajachukua kitu chochote miaka 4, ameifanikisha Simba Day kuijaza kabla ya siku 3, yani watu wanakuwa wamejaa uwanjani, yani tiketi zinaisha kabla ya siku 3, kipindi cha Ahmed Ally, ambacho kipindi cha Haji Manara haikuwahi kutokea hivyo. Yani Simba Day kiingilio cha mwisho ni 7,000, lakini 7,000 watu wanaiona kama ni 2,000. Mwisho wa siku sisi mwenyewe ni kama shahidi, ambaye Simba Day ya mwaka huu tulikwemo kama sisi Fabrico TV na BM Zakaria Online TV. Tunakumbuka kama mzunguko ulikuwa unauzwa 7,000, lakini tiketi zikawa nauzwa 30,000. Yani tiketi watu walinunua kaanza kuuza 30,000, na mimi nikiwemo kununua tiketi 7,000 nikanunua 30,000. Hiyo nakumbuka sana. Ina maana kama nakumbuka, ina maana kwamba kama sisi tulikuwa na ile shauku ya kununua tiketi 7,000 tukanunua 30,000, ina maana kwamba uwezo ni kwamba yani jinsi gani alivyofaulu Ahmed Ally kuhamasisha watu na kuwa na ile kitu shauku ya kutaka kuona Simba inafanya nini au Simba Day inakuaje. Na hapa tunaongelea Simba Day hiyo, matukio hayo original tunayo, ambayo sasa tunakuwa tunapost kila siku na kuwakumbusha makala ya Simba Day kwamba ilikuwa ni noma, vitu vya kuotea mbali hivyo, ilikuwa ni hatari. Sasa Ahmed Ally amefanikiwa kuwafanya mashabiki wa Simba kusahau shida zao kwamba hawajachukua kombe muda mrefu, lakini ameifanya Simba kuuza jezi. Yani Ahmed Ally, Simba ndo inaongoza kuuza jezi sasa hivi. Simba inaongoza kuuza jezi kwa sababu J-Root ameivenunua, ametengeneza jezi nzuri, lakini kulingana na matamshi ya Ahmed Ally, maneno ya Ahmed Ally, yani ubaya ubwela sijui nini na nini, vitu vingi, Ahmed Ally ameifanya Simba imekuwa tukufu. Simba imekuwa kama ile Simba ya miaka 4 ya Haji Manara ambaye ilikuwa anachukua makombe yote ya ligi kuu na kufanya vizuri kimataifa. Hapa nimemleta Ahmed Ally. Je, ungekuwa wewe ungeweza? Tuchukulie kama Ally Kamwe leo tumhamishe tumpeleke Simba, Ahmed Ally aende Yanga, yani Yanga ile inayoshinda makombe, afu Ally Kamwe aje Simba kwa Simba hii ambayo ichukui makombe. Je, Ally Kamwe angeweza ile kazi ya Ahmed Ally? Yani imagine kwamba wewe timu yako haichukui kitu chochote, lakini unawahamasisha mashabiki, unafanya kazi yako kama vile timu ndio inachukua kombe. Yani wanasema mnyonge mnyongeni ila haki yake mpeni. Kwa hili tu Ahmed Ally ameweza. Imagine kama leo Simba atachukua kombe la ligi kuu ya Tanzania, afu amechukua muungano, afu achukue na CRDB. Hata kama CRDB hatachukua, lakini achukue ila la ligi. Chukulia mfano huyo Ahmed Ally, si mtamkimbia? Ni mtu ambaye mimi namsifia kitu kimoja kwamba apaniki. Unaweza kumponda Ahmed Ally ni sasa na kwamba unamuongezea, yani sasa kumpiga chura teke, yani na kama unamuongezea kasi. Ahmed Ally ni mtu ambaye wala uwezi kumfananisha na wasemaji wengine, hata Haji Manara hawezi. Maana Haji Manara Simba ikifungwa alikuwa na paniki. Ahmed Ally atakwambia maneno kabla ya mchezo, lakini mchezo ukaja akafungwa 5, atakuwa vile vile anaweza kujieleza. Ni mtu ambaye amepevuka, yani ni mtu ambaye anaiweza kuishi kwenye jamii hii, ana uwezo wa kuhendo vitu vigumu na vitu vyepesi.
kwa yule mimi namuita mwanaume aliyekamilika, mwanaume ambaye aanzishi vita, mwanaume anayeunganisha watu wakati wa shida. Huyu anaitwa Ahmed Ally. Ahmed Ally leo nimempa heshima ya mwisho, kwamba sijui kama Simba atakuja kuachana na Ahmed Ally, watakuja kumpata msemaji kama huyu. Kwa sifa hizi nilizozitaja, elewa kwamba Ahmed Ally ameingia Simba ambapo imekuwa mbovu, lakini Ahmed Ally hajawahi kuteteleka. Labda inateteleka, mimi nahisi inateteleka Simba yenyewe, ila sio Ahmed Ally. Katika habari, yani katika kazi yake hajawahi kuteteleka na hajawahi kosa maneno, na maneno yake imekuwa ni makubwa, yale maneno yale anayosema ubaya ubwela, sijui nini na nini, ni maneno ya Ahmed Ally. Asante sana, endelea kusubscribe YouTube channel ya Fabidigo TV na hizo zote BM Zakaria Online TV na Alpha TV, nasi tukikusema asante sana. Asante sana.